ni mtu anayejiuliza. Yaani mtu aliye hai kiroho nimekwambia ni mtu mwenye hamasa. Yaani ni mtu wa kimungu moyoni mwake. Ni mtu wa kuwa na tafakari. Watu wengine wanatafakari safari yake ya wokovu. Hivi tangu nilipoanza kuokoka mpaka leo, mwanzoni nilikuwa na spidi gani ya kumtumikia Mungu? Na hata nilipo spidi ile ile au nimepunguza? Mtu unajiuliza vitu kama hivi. Unaanza kipindi kile nilikuwa mtu wa kusoma sana. Kipindi kile nilikuwa mtu wa ibada. Mbona siku hizi mpaka wiki mbili zinapita sijasoma Biblia? Mpaka miezi mitatu au mwaka unapita sijafunga hata siku moja. Lazima uwe mtu unakuwa unajihoji. Ni mtu wa kujiuliza, hivi parapanda likilia sasa hivi nitaenda mbinguni au nitaona tu watu wanaenda? Kwani kuokoka ni nini? Kuokoka sio kuingia kanisani. Kuokoka sio kusoma Biblia. Kuokoka sio kuhubiri. Kuokoka sio kuimba. Kuokoka sio kuomba. Kuokoka sio kumtolea Mungu. Kuokoka sio kuandikwa kwenye daftari la mchungaji. Kuokoka ni uhakika wa kwenda mbinguni parapanda likilia sasa hivi. Kuokoka sio kuandikwa kwenye daftari la mchungaji. Kuokoka sio kuhudhuria ibada. Kuokoka ni uhakika wa kwenda mbinguni parapanda likilia sasa hivi. Kuna wakati sasa unakuwa unakaa unajiuliza, hivi parapanda likilia nitaenda? Huyo mtu ukimkuta anajiuliza hilo swali yuko hai. Mwanafunzi mwenye future wakati mwingine anajiuliza, hivi sasa hivi tukipewa NECTA nitafaulu au nitafeli? Yaani mtu aliye hai kiroho hawezi akajifariji kwenye dhambi. Hawezi kujitia moyo kwenye dhambi. Hawezi kuikumbatia dhambi. Hawezi kuificha dhambi. Akigundua pale pale anakimbia msalabani kuomba toba. Sio mtu wa kuibembeleza dhambi. Tumishi wa Mungu, usibembeleze dhambi. Yaani kwenye dhambi uwe na jicho jekundu. Hata kama ni mtoto wako, usimbembeleze kwenye dhambi. Hata kama ni rafiki yako, kwenye dhambi usimbembeleze. Hata kama ni wewe mwenyewe, kwenye dhambi usimbembeleze. Yaani kwenye dhambi uangaliane jicho jekundu.